sina mtu. Kuna mgonjwa mmoja, baada ya kuomba ndugu zake na jamaa zake wamsaidia alipe bili, hakuna anayechukua simu, ikija wanaweka pembeni, walikuwa yuko ana shida. Akamwambia daktari, naomba utumie message kama nimeaga dunia, utumie message. Akatuma message. Yakaanza makundi ya WhatsApp ya kuchangisha na vijana. Zikakodiwa gari mbili. Walifikia kwenye mtu. Wakamwomba yule attendant watafutie jina hili, alikupatikana. Wakamwendea daktari, alikuwa anapiga simu. Akasema jamaa yenu ajafa. Jamaa yenu ajafa. Mlipe bili. Unaweza mtu amefikia hali fulani, anasema sina mtu, na mtu ni watu, sina mtu. Kuna kijana mmoja alikuwa anafuga mbwa mzungu anapenda mbwa. Sika mbwa kake kafa. Baba akampatia rambirambi, mama akampatia rambirambi, jirani akampatia rambirambi. Akakita daktari wa wanyama, alikuwa jirani yao. Akasema nimefiwa na mbwa. Akitajia daktari yule ambaye, lakini daktari alipocheki akaona mbwa amezirai. Akampeleka kwenye kliniki ya mbwa. Akapona. Akamrudisha. Kile kaja kusema uwa kabisa, maana alishazoea zile pole sana. Tuko katika ulimwengu ambao unaweza ukawa katikati ya watu, lakini uko mpweke. Na hakuna kitu kinaua polepole kama mpweke. Lugha ya sina mtu ni lugha ya upweke. Upweke unaua polepole. Mwambie jirani yako, upweke unaua polepole. Upweke unaua polepole. Mwambie tena, upweke unaua polepole. Upweke unaua polepole. Kuna jamaa aliyefilisika, wakawa wanasema nusu ya marafiki zake wamemwacha, na wakasema hii nusu nyingine watajua kama wamefilisika. Kuna watu unakuwa nao katika wakati wa neema, wakati wa shida huwa unasikia hiyo sauti, sina mtu. Kama una mzazi, lolote unaweza kumsaidia, msaidie. Kama nyumba yako unaweza ukaweka vigae, viweke. Asije akakutanaje mara ya kwanza kwenye kaburi. Kuna wazazi wanakutana na vigae kwa mara ya kwanza kaburini. Kaburi limepigwa vigae. Lugha ya sina mtu kwa mzazi si baraka, ni laana. Mzazi asije akasema sina mtu. Wagonjwa, unasema kundi la wazee na kundi la wagonjwa.